tunashukuru sana kwa sababu mkurugenzi uko hapa kwamba shule ni ya serikali na serikali imeendelea kuleta miradi nyingi sana. Unajua, kumbe tuliona kwamba kumbe kishakuwa na mtu anakusaidia kila mtu anakuwa yani analeta. Kwa hiyo tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutuongezea kwa sababu tunahitaji. Lakini kwa kweli tunashukuru sana uwepo wenu nyinyi wote kuja kushuhudia hizi miradi ambazo tunakabidhiwa leo na kampuni ya TAHASA. Nashukuru sana kuwepo siku ya leo na pia kwa mkurugenzi. Kwa sisi TAHASA ni kitu kikubwa sana kwa sababu toka tumeanza na toka mimi nimeanza hatujawahi kupata ugeni mkubwa kiasi hicho wa kupokea miradi yetu. Kwa sisi ni heshima kubwa sana na tunashukuru sana sana sana. Kwa upande wa TAHASA, mmeniona nimevaa shati imeandikwa Explore with Purpose. Hii Explore with Purpose na TAHASA ni kitu kimoja, lakini TAHASA ni mdau mkubwa ambaye anahusika na upande wa wageni wanaokuja kulala kwenye hoteli. Lakini ndani ya TAHASA mwanzilishi akaamua kufungua kitu kinaitwa Explore with Purpose, yaani mgeni akisafiri kuja kuangalia wanyama lakini pia aache alama kwenye ardhi ya Tanzania kwa ajili ya kusaidia jamii. Na tunashukuru leo tumeweza kufanikisha fensi, maktaba pamoja na bwalo. Lakini ningependa sana kuongelea story ya fensi kwa sababu hata mimi nilivyojifunga ilikuwa nipenda hiyo story. Ni mgeni alikuja kutembelea hapa Ololosokwan. Alipofika akakutana na ng'ombe mpaka maeneo ya huku. Ilimuuma sana na alipiga, ukienda kwenye website ya Explore utaona kuna picha ambayo imepigwa mtoto anakatisha alafu na kuna ng'ombe hapa katikati. Kwa hiyo mgeni alikuja akaonyesha hiyo picha, akasema yeye anataka kufanyaje, kuweka uzio kwa sababu kuna watoto wa bweni alafu pia kuna watu wanakatiza, si salama. Baadaye alikuja akatoa fedha zote peke yake na familia yake mwenyewe bila kumchangisha mtu akaweka. Kwa hiyo kwetu sisi tunaweza tukaona ni kitu kidogo, lakini yeye yale mazingira ya kuona ng'ombe na watoto na wanasoma kilimgusa sana. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho tungependa shule watusaidie na mkurugenzi ni swala la ng'ombe. Tunajua hii ni jamii ya wafugaji, lakini pia tungependa iwe sehemu ambayo ni ya heshima. Kama afisa elimu hapa amesema kuna mainjinia hapa, kuna madaktari hapa, kuna marais hapa. Kwa hiyo tujitahidi kuwafundisha hata wao kwenye taasisi kama hii inahitaji kulindwa. Tunafuga lakini pia tutafute namna ya kukontrol mifugo yetu ndani ya hifadhi. Kuna matarajio ya kujenga nyumba moja ya mwalimu ambayo kwa mfumo mpya ambao umewekwa wa vyumba vitatu pande mbili, kwa hiyo itakuwa ni 2 in 1, lakini itakuwa ina maboresho zaidi. Mwanzilishi wa hii alituomba juzi walimu wanahitaji nyumba ngapi kwa Mairoa na Ololosokwan. Kwa shule hii walitoa nyumba 8 kujumlisha na hiyo ambayo tayari imeshapata ufadhili wa fedha. Kwa hiyo Mungu akipenda tutajenga nyumba 8 za walimu. Tunataka walimu wasikae nje, wakae ndani ili hao watoto wasome vizuri. Tunapopata wawekezaji wenye waaminifu kama TAHASA, tunapata vitu kama hivyo na wananchi tunawapunguzia usumbufu. Lakini kwa TAHASA pamoja na viongozi, hivi mnajua kwamba hichi mnachokifanya ni uwekezaji? Hivi mnajua tunachokifanya hapa ni uwekezaji? This is an investment. Tunawekeza kwenye vichwa vya hawa jamaa hawa. Watoto wetu takriban 1300 na serikali kwa kushirikiana na wadau mkiwemo ninyi TAHASA tunawekeza kwenye vichwa hivi. Wao siwaona wamekaa hapa, lakini hawa ndio sisi wa kesho hapa. Hawa ndio watendaji wa kesho. Kwa hiyo nataka niwaambie ndugu zangu, tunawashukuru kwa sababu mnatuunga mkono kwenye uwekezaji juu ya watu wetu hawa. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan hapa, hawa watoto walioko hapa hakuna wanacholipia ili kuwepo hapa. Hakuna. Elimu bure kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7, form 1 mpaka form 4, form 5 mpaka form 6. Elimu ni
ni bure. Tunafanya hivyo kwa sababu tunatambua kwamba huu ni uwekezaji, na ukitaka kuisaidia jamii, wekeza kwa watoto wao kama hivi. Asanteni sana kwa kutuunga mkono kwenye kuwekeza kwa wananchi wa Oloroso-Kwani. Oloroso-Kwani ya kesho inajengwa na hawa ambao ninyi leo ndo mnaweka kwao. Hongereni sana. Nendeni mkawaambie viongozi na watu wote pale kwamba sisi tunaona, tuna appreciate na tunatambua mnachokifanya.